Hi, naitwa Gifty na Anzu Record ipo kwa ajili yetu kuhakikisha natuletea taarifa za ukweli. Na bila kusahau tena, Anzu Record anasupport vipaji tofauti, wasanii na kadhalika. Je, upo tayari? Yes, ndugu mtazamaji, ni wako Anzu unaozikanisa by Anzu Record, na leo niko na mtu mkubwa hapa ambaye tunaenda kumjua, atajitambulisha peke yake. Karibu. Ya, kwa majina naitwa Chira 24. Yeye ndo Chira 24. Ni mtu mmoja mkali sana hapa Chicago, kila mtu anamtambua, kila mtu anajua kazi zake, ambaye ametokea Tanzania na ambao tuko hapa tunatambua sana, na anafanya vizuri sana kwenye upande wa muziki. Na upo kimya sana Chira, tuambie labda kuna nini? Ya, sipo kimya, ila nipo kimya pia kwa sababu kutokana mimi nyuma ya muziki mimi nifanya biashara, kwa hiyo nakuwa kama sifanyi muziki kwa kuna vitu bado naviweka vizuri kutokana na biashara zangu. So that's it. Kama alivyosema, yeye ni mwanamuziki lakini pia anafanya biashara, na ni kweli wasanii wengi wanafanya sana biashara na Chita ni mmoja wao. Yeah. So ndio hivyo ndugu mtazamaji, lakini kabla tujaendelea na mengine yote, subiria sasa tuende kusikia freestyle ambayo msanii wetu ataenda kutupatia leo. Karibu Chita na yes. Ai. Shabao Chira. Yeah. Tumetoka misituni kuchezea kamba kama kina Tazani. Kuna loni jua zaidi Afrika zangu zani, ndege ni vibatari. Piga pause, stop. Hit leo body hanimo. Pesa nyingi, poch. Hit song like carnival. Hit him up, chemisha bongo. Rapper fake na wapaga misongo. Kuda dadeki sisemagi uongo. Uongo. I remember the day my nigga swifted to me Chira. Do you want another beer? Do you want another beer? I'm like a bad nigga, no. I'm a high and eat my all. Let me slide, less my floor. Fuck a beat, less my cause. Yes, kama ulivyomchikia Chita, Chita huko muda mfupi sana Marekani, lakini Kiingereza kimepanda sana. Ulisoma sana kipindi ulipokuja au vipi? Amna, so just ni stream ni vijana tunaishi tu mtaani, kwa hiyo vitu vingi tunaangalia, tunajifunza mtaani, lakini Kiingereza kimepanda sana. Mara kwanza mimi nimefika hapa Marekani, kitu kilichonisaidia sana naweza kusema, kwa sababu kazi yangu ya kwanza nimeanza kwenda kufanya kazi, mimi nilikuwa sijui hata Kiingereza. Nimeenda kufanya sehemu ambao kuna wazungu na wazao hapa, hawa watu weusi, kwa hiyo ikanifanya niwe najitahidi kujifunza Kiingereza kwa bidii, kwa sababu wale watu wote walikuwa waongea Kiswahili wala hawaongei lugha ambayo nayoongea mimi. Kwa hiyo ikanifanya mimi kuwa na practice more, kujua Kiingereza kidogo. Mashallah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kidogo tunaweza kujifafanua 1 2 3 na mjini wa kwangu sasa hivi. Tupo Chicago. Kama unavyoona kwenye background hapo ni Chicago, na kuna msanii ambaye ulifanya naye wimbo ni Black America. Ile connection ulipataje Chita? Kwa sababu sio rahisi. Yule watu wasijue yule mshikaji, yule jamani mtu mkubwa hapa Chicago. Sema ni mtu ambaye amesha staff tu kutokana na mambo ya familia na nini. So lakini yule jamaa ni mtu mkubwa hapa na ana connection kubwa. Mimi ni shanda di kwenye TVs kubwa hapa za hapa Chicago. Sema tu interview ndo bado hajapost kwa sababu ya mshikaji. Yule mshikaji ni mtu mkubwa, ni mtu ambaye anaishi West Side. Ni mtu ana connection na kina Leader, ana connection na kina Obi, ana connection na kina Dodi. So mtu anafuatilia rappers hapa Chicago lazima wafahamu. Kwa hiyo ndo msanii mgeni mkubwa mwingine ambaye ushakutana naye Chicago ambao watu kimtaja tu wote wanamjua. Chicago sidhani kama kwa Waswahili sisi kuna watu wanafuatilia ma rappers wa Chicago, kwa sababu kidogo hao wenzetu bana wana mila tofauti na sisi. Kwa hiyo nachojua mila za kwetu zinawaogopa sana, kwa sababu sio jua tena. Hiyo ni kweli. Lakini kwenye kusema kwako wasanii hujamtaja Yankee Flow, na ni mmoja kati ya watu ambao wanasema kwamba yeye ni star mkubwa hapa Chicago, na alisema kwamba yeye ndo waga anakumiliki. Kuna ukweli gani juu ya hilo? Ndio. Hamna pana. Yankee Flow anafanya vizuri kwa muziki wake, lakini uwezo kunimiliki hawezi, na hajakuwa nao. Kwa nini? Japokuwa amekaa sana Marekani, ila uwezo kunimiliki bado hajakuwa nao, kwa sababu mimi ni mfanya biashara. Sikuanza biashara kwa sababu nimekuja Marekani. Lakini alisema kwamba yeye ndo alikutoa kimuziki. Kwa muziki gani? So muziki ana muziki wote. Muziki gani alionitoa nao? Muziki gani alionitoa nao?
Unajua vitu vingine mtu anaweza kuongea kwa sifa labda. Mimi uongee kwa fact, ongea kwa proof. Ulitoka kwa mziki gani? Labda mimi nimsaidia Chira kwenye maneno fulani. Au mimi nishakukaa studio na Chira nikamuonesha bana unatakiwa kupita hivi, unatakiwa upite hivi. So hujawahi kukaa studio na K-Flow? Nishawahi kukaa naye, lakini aliniona mimi nafanya mziki wangu. Mimi simwambii mtu yote nisaidie niandike kitu fulani. Mimi simwambii mtu hivyo. Mimi najua kuandika mziki afu sijaanza mziki leo. Unaona bana So kwa sababu tumekutana hapa. Afu mimi sijachangamka kwa sababu nimefika Marekani amni. Ukiangalia way back, mimi nafanya vitu vikubwa since day one I was in Africa. Kwa hiyo watu wasichukuliane poa kwa sababu tumekuja kukutana hapa. No. Amna, mimi nianza kukaa huko, nilikuwa na washikaji na kina Mario, tunakaa tunafanya vitu vikubwa, lakini maisha na change, washikaji wakapata wakaendelea, sisi tukabaki nyuma. Kwa hiyo historia ya muziki mimi naijua. Ukiangalia watu wote wanafanya wanaongea Kiswahili, tumetoka nchi tofauti, lakini tukiongea Kiswahili wanafuatilia muziki wa Tanzania. Sasa wewe hujatoka Tanzania, mimi nimetoka Tanzania, nimeishi Tanzania, nimeishi pale na wasanii, najua muziki wa Kiswahili unaendaje, najua soko gani la Kiswahili linafanyaje. Kwa K-Flow kujiita kingi wa Chicago unakataa? Sikatai, ni kingi kwa upande wake, kwa upande wake, kwa sababu yeye ni meneja wa wasanii wengine, sijui. So meneja wako? Hawezi kuwa meneja wangu. So K-Flow, acha kauli zako za kusema kwamba wewe ndio kingi wa Chicago, na Chita alisema kwamba huwezi kuwa na uwezo wa kuwa meneja wake na anajua sana kuandika ngoma. Unajigamba kwa kazi zako ni nzuri, anazikubali pia, lakini yes, naye pia ni msanii mkubwa. Na tukienda kwa nyimbo zako Chita, kuna wimbo mmoja ambao ulitaja baadhi ya wasanii ndani, na sijui kama ulikuwa na wadisi, ilitokana aje na ile idea yako? Naamna si wadisi bana. Unajua mfano kama Emoda mimi ni ndugu yangu, rafiki yangu, ni mdogo wangu pia, kwa sababu ni watu ambao mimi nilifanya muziki, mimi nilianza kufanya muziki nikiwa mdogo, unajua nikawa inspire vijana wengi kule kati, kwa sababu muziki tulikuwa tunafanya ni kipindi unafanya muziki, mzazi akikuona mtoto ameharibika. So unataka maanisha kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao wali-expire Moda mpaka Moda akafikia pale alipo? Sijui kwa upande wake iko vipi, lakini Moda ni mtu ambaye alikuwa ananiona mimi nafanya muziki. Sasa hata kwenye kipindi yupo kipindi anafanya na Kenny, na hisi Moda alikuwa bado hajatoka, alikuwa anatuona jinsi gani tunavyo move mimi na ndugu yake, ambaye nasema kipindi kile alikuwa kama yupo under label ya Ken Music. So Moda alikuwa ananiona jinsi gani tunafanya muziki, na hisi mimi na Moda ni ndugu, ni washikaji, na tunafanya is that just yani ni joke kuchangamsha game. Mimi napenda kuchangamsha game kwa sababu rappers wamelala sana. Ukija kuangalia watu wanaofanya vizuri sasa hivi ni watu wanaoimba. Utaona bana, watu wanaoimba, na ndio maana sijamdisi yoyote, nimemchangamsha hata mdogo wangu Zaga anafanya vizuri sasa hivi, tusio wanafiki wala waongo. Zaga ni msanii anayefanya vizuri sasa hivi kwenye industry sasa hivi, lakini nimeamua kuchangamsha game tu, na ile ngoma sijiachia delay kwa sababu imekaa kwenye ratiba zangu ya. Wow. So Chita ni msanii kama jinsi ambavyo anasema kila saa na kila muda na kila dakika, lakini pia najua kwamba uko na comeback sasa. Unapenda tena kuja kwenye industry ya muziki. Unahisi labda kuna msanii gani ambaye atakuwa mpinzani wako kwa wote ambao unaonaga sasa hivi ukirudi kabisa binafsi? For rappers sioni yoyote. Kwa rapa hujaona mtu yoyote ambaye atakuwa na uwezo kama jinsi ambavyo unaimbaga? Yeah, kwa rappers sioni, kwa sababu rappers wengi wanaiga. Rappers wengi wanaiga, na kama waigi wa flow zone za kitoto. Lakini kuna nani ambao ungependa sio fanya naye collab, kwamba labda kuna EP ambao ungependa kutoa, lakini kuna msanii mmoja tu ambao unatamani kufanya naye collab asikose kwenye EP yako? Ni msanii gani ambao ungemteua kwa upande wako? Kama msanii yupi? Ni msanii wa rappers? Wa rapper. Wa rappers mimi natamani tena kurudia ngoma na Emoda, kwa sababu Emoda tushafanya naye ngoma moja, tulifanya naye kwenye remix ya Wacha Nataka Niseme ngoma yake, lakini natamani tufanye ngoma lingine kwa sababu ile ngoma ilitusumbua kisenge. Kwa nikifanya na Emoda na sisi tutatengeneza chemistry fulani hivi ambayo itakuwa ni nzuri. So ishe kumapproach? Yeah, Emoda tunawasiliana mpaka leo. Tuliwasiliana na sisi atakuja Chicago siku hizo 2-3 na sisi. Wow, karibu Emoda, karibu Chicago. Chita atakukaribisha
kama ni mwalimu, kama ni mashikaji, kama yeye ndo anajua, nyinyi ndo mnaojuana kwenye industry yenu ya muziki. Na ni vizuri sana Chita, kazi ambazo unazifanya ni nzuri, lakini Moda anaonyesha kama alipiga hatua zaidi yako kwa sababu ulikuwa busy ya business au kuna kitu kingine ambacho kilikupeleka nyuma kwenye muziki? Unajua mimi naweza kusema kila kipindi kina upepo wake, so tusio wanafiki wala tusirudi nyuma. Kipindi chetu na kipindi cha Moda kiko tofauti kidogo, kwa sababu kipindi sisi tunafanya social media yetu ilikuwa ipo down kidogo, kwa sababu kiangalia kwa upande wa tulikuwa tunafanya nyimbo, lakini tuna manager ni watu wengine ambao sio akaunti zetu halali. Kwa hiyo ilikuwa natupa ugumu fulani ya kuwa kwamba msanii gani ndo huyu hapa ndo fulani, kwa sababu unakuta kwenye hiyo channel moja mnapostiwa fulani, anapostiwa Stone, anapostiwa Pamela, anapostiwa Salva Zedoni, anapostiwa sijui nani Moda, sijui anapostiwa Ken. Kwa hiyo ilikuwa natupa wakati mgumu kwamba mashabiki washindwe kutambua hii channel ni ya nani. Kwa hiyo akikipindi wamekuja kina Moda, bahati mzuri wamekuja kupata manager wa kuwa manage na account zao. So ushawahi kuwa kwenye lebo moja na Pamela? Yeah, of course tuliwahi kuwa kwenye lebo moja mimi na Pamela. Kwa mko na wimbo wewe na Pamela? Tujie kufanya nyimbo mimi na Pamela, lakini ni mshikaji wangu tu, tunaheshimiana, ni sister na mheshimu na Naisa na naheshimu pia. Kwa hiyo ni watu tunaheshimiana, tunajua toka long time. Na picha mimi na Pamela tuangalie, yani mimi nikimwangalia Pamela na nikijiangalia mwenyewe na picha za zamani, nabaki kufurahi tu, kwa sababu tulifahamiana kitambo kidogo. Na story kubwa sana na Pamela. Story ndefu Chita na Pamela, lakini hiyo ni behind the scene, tuishie tu hapo. Lakini wanajua wao wawili na Pamela, sijui kama walifanyeje, lakini yeye ndo anajua. Ni vizuri sana Chita, unafanya vizuri sana kazi zako, na yeye ndo mtu ambaye anavaa sana vitu vya kifahari Chicago. Kwenye uvahaji Chita pia ni wa kwanza, na tukiona Radebe, unamjua Radebe anasema kwenye kuvaa yeye ni ana mpinzani Chicago. Ule ndio utamjibuje Radebe ule Rashidi? Yule ni meneja, kwa hiyo na mimi vitu vingine bana kuhusu swala la drip ya watoto wa Chicago watajifunza sana kwangu, kwa sababu mimi navaa kitu ambacho hauwezi kumkuta mtu mwingine anacho. Na ni brand, si brand lakini hauwezi kujua mpaka uje kuulizia. Tajifunza kwa Chita. Tunamuuliza kuhusiana na muziki. Nilikuona na kina Martin na kina James siku hizi, sijui kama ndo kuna collab ambayo inakuja au ilikuwa tu ni washikaji wana chill. Hapo nitazungumzia kidogo kuhusiana na Martin na Jay. Kiukweli ni sema mnafiki, yani washikaji tumekuja kufahamiana hapa Marekani, lakini watu walikuwa kwenye lebo yangu ambao ni lebo ambao mimi ndo mkubwa wa lebo sasa hivi. So Martin Classic alikuwa kwenye lebo yako? So lebo yangu, yani kwenye lebo yetu, sema kwenye lebo yetu, alikuwa kwenye lebo kabla mimi sijaingia. Martin alikuwa kwenye lebo sawa, ambayo ilikuwa ni kubwa, lebo ambayo imetoa vipaji vingi, imetoa wasanii wakubwa. Mpaka sasa hivi hakuna wasanii washa kufanya hakuna wasanii wakubwa waliotokea pale washa kufanya vizuri zaidi ya watu wametokea kwenye lebo ambao nimetokea mimi. So wenyewe na Martin nimefahamiana kitambo sana. Naweza nikasema mtu mfahamiana kitambo, lakini sana tumekuja kufahamiana hapa kandio tukasema kumbe ndio ulikuwa dogo, kwa sababu mimi nilikuwa dogo kipindi kile. Martin anafanya muziki, yupo kwenye lebo, mimi naenda pale na uzuria, naangalia, unajua. Kwa ni mtu ambaye nilikuwa namheshimu, ni brother na mheshimu, na kuna collab. Of course utegemea vitu vizuri, kwa sababu ni brother yangu, na kama mliona video tulikuwa tunatangaza kama group inaweza karudia, tunaweza tukatangaza tena kidogo, lebo ikarudia. Kwa hiyo ni jambo la kulipa muda tu, kwa sababu Martin ni brother na tunawasiliana, tunaonana muda wote. Kwa hiyo swala la collab ni jambo jepesi sana. James, ulisema unatembea naye kama nani? Kwa sababu tunakuwa naye sana James. James is my brother. He's like my manager too, kwa sababu ni mtu ananisupport kwenye harakati zangu. Kwa hiyo katika watu nimekutana nao hapa wanaonisupport katika harakati zangu, Jay ni mtu ananisupport sana, kwa sababu ni sio Mungu. Hata wewe pia ukiwemo unanisupport sana katika harakati zangu za sanaa. Kwa hiyo mimi ni watu wa kuwashukuru sana. Pia hiyo collab wewe na Martin utaisubiri sana, kwa sababu itakuwa ni moto sana. Najua utarapo, na Martin ni mtu ambaye ana voko zake za kipekee, na pia nilikuona na Chidi Boy naye. So ilikuwa ni siku moja au ni siku tofauti? Chidi tunaonana. Chidi, unajua Chidi
Chidi ni mshikaji wangu, tuna vibe, Chidi. Na Chidi ni mtu ambaye pia namkubali. Chidi ni mtu anayemkubali, anajua kuna nini, anajua kuseleleka na beat, anajua jinsi gani ya kupita, unajua. Kwa hiyo hata Chidi pia tegemea kitu kizuri na Chidi, kwa sababu Chidi ni msanii mkubwa, ni msanii mzuri na anajulikana. Kwa hiyo pia uishe kumuomba collab akakunyima. So kuna msanii ambaye nilikutana naye alisema kwamba Chidi Boy ana kiburi sana, pendi kupana collab. Amna, unajua watu wengi wanaisigi hivyo. Mtu ukimwona mtu kwenye mtandao anaisigi mtu anadharau. Sidhani kama Chidi anadharau. Chidi ni mtu mwema, Chidi ni mtu pesi, Chidi ni mtu wa watu. Labda kwa watu wengine sijui, lakini kwa upande wangu mimi namjua Chidi kama ni mtu pesi sana. Martin naye anadharau. Martin anadharau. Hadi katika watu wasomjua Martin, kwa sababu Martin anadharau kabisa. Martin anadharau. Ukifika hata kwake anakukaribisha bwana kama mshawahi kukutana. Mimi alivyonikaribisha yani kama tu sijui nisemeje. Unaona ile vibe. Mpaka ile tumefika tumezoeana, sasa hivi naenda kwake, anakuja nyumbani. Kwa hiyo vibe ni brother kabisa, ni brother na upendo na wadogo zake. Watu wanaongea sijui Martin anadharau. Kwa hiyo wanasema sijui na wale watu wanadharau kiukweli. So na kuna discussions zingine ambazo watu wanadiscuss. Hiyo ni behind the scene ambapo nyinyi amkuaji pale. Kuna watu wanasema wale wanakutana tu ni wasanii wanakutana, lakini kwa sababu ya pombe. Kuna ukweli gani juu ya hilo? Na kwanza ukiniangalia mimi nafanana na pombe? Hapana. Kwa vitu vingine bana. Mimi nilisema tu kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanasema, na mimi sijui kwa sababu mimi sipo. Lakini nakufikishia kile ambacho watu wanakisema tu. Hapana, wale mashikaji Martin akina Chidi Boy sijui wasanii ovyo sana wanakutana tu kwa sababu ya pombe. Msikia hata Chita jinsi akavyojibu. Yeye ndo anajua ukweli, mimi sijui. Ndio. Unajua watu wafikiria kwamba pombe ni biashara. Pombe sio biashara. Unaona bana Pombe sio biashara kwamba tuzungumzie eti kwamba fulani kukutana lazima kukutane kwenye ulevi. Sisi tunakutana, kuna mipango. Martin ni biashara pia. Kwani kwa nani ambaye ajui kwamba Martin anauza nguo, anafanya biashara? Wenyewe mnakutana tu kwa sababu ya business na sio kwa sababu ya pombe. Vitu ni vingi, muziki pia ni biashara, Martin anafanya biashara, mimi nafanya biashara zangu. Ni masuala ya pombe, Chita uaga ukunywi, Martin akunywi wala Chidi Boy akunywage pombe. Sasa mambo mengine ya behind si mimi sijui. Kwa upande wako? Upande wangu kama ukunywage wewe. Kunywa pombe? Akunywage ndo jibu. Akunywage. Mimi pombe sinywi. Akunywi. Na watu wanakujaji sana kuhusiana na muonekano wako kwamba Chita ni anagusa bangi. Na Aisha fanya wimbo na Black America, so Chita Aisha zavuta bangi pia. Hakuna ukweli juu ya hilo. Ndio maana nikasema hivi, katika kabila letu na tuseme tamaduni zetu wa Afrika na watu wa huku ambao wametangulia huku tuko tofauti sana, lakini hao watu ni watu hapo vizuri. Labda ukiwa na shida nao, unaona bwana, labda ukiwa na shida nao ndio kwamba ile, lakini mimi sina ushikaji nao sana kivile, ni kwa sababu ya muziki. Na unajua muziki ni biashara, watu tunajitafuta. Hata tukiangalia brothers zetu wanatoka Tanzania, kina Diamond anakutana kina Snoop Dogg anavuta bangi. Sio kwamba wao wanavuta. Sio kwamba ndio Diamond anavuta bangi. Watu inabidi muelewe wao ni wafanya muziki, ni wafanya biashara pia, wana mambo mengi. So msikue mnawajaji kwa ajili ya mionekano wao, au mnawajaji tu kwa sababu wanakutana na wasikaji wengine ambao waleweki. Ni kweli ambavyo iliongea Chita, lakini pia nisikupotezee muda sana. Leo tu ilikuwa ni short story, lakini mengi zaidi yatakuja hapo soon. Na Chita, kuna muziki ambayo inakuja hapo soon. Kuna muziki wako ule ambao ushashutia video. Kuna kingine ambacho ungeongeza? No. Kuhusiana na muziki wangu unaokuja, ni muziki mkubwa na watu watarajie mambo mazuri, kwa sababu sasa hivi tuna upgrade, unajua tuna upgrade na muziki ni mkubwa. Muziki unaitwa My Life. Nice. So watu subscribe kwenye channel yangu Chira 24. Na watu wasiolijua jina la Chira 24, unajua before nilikuwa najiita Salva the Don. Salva the Don kwa ndio ilikuwa jina kubwa. Kila mtu akisikia Salva the Don, kuna mtu anamjua pale camp. Watu walikuwa wanajua vibe, kwa hiyo lakini tulibadilisha kutokana na lifestyle ya maisha na kati za kimaisha. So unajua wow. Salva the Don ndo alikuwa hivyo, ni kweli. Mtu mkubwa sana Chira 24. Mshukuru sana Chita kwa muda wako, na tuendelee kusubiri muziki wake ambao unakuja hapo soon. Ni mambo makubwa, japokuwa mna discuss kwamba isijule video queen ni demo wa Chira pia, lakini hakuna ukweli juu ya hilo. Yeye mwenyewe ndo atajibugi muziki ukishatoka. Na asante sana Chita, na Mungu akubariki sana kwa muda wako. Asante. Ndio. Appreciate it bro.
Hai, naitwa Gifty na Anzu Record ipo kwa ajili yetu kuhakikisha natuletea taarifa za ukweli. Na bila kusahau tena, Anzu Record anasupport vipaji tofauti, wasanii na kadhalika. Je, upo tayari?